Mimi ninunulia Mbeya 900,000. Lakini hapa Dar es Salaam ilikuwa 700,000. Na ukumbuke thamani ya pesa yetu toka mwaka 2000 mpaka leo sio kwamba ina tofauti kubwa kivile. 700,000 ya wakati ule inaelekea na tu mpaka sasa. Pengine inaweza kama 1,400,000 na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo kipindi hicho kumiliki kiasi hicho cha pesa, kuwa na pikipiki, kijana full time napiga suti, wewe jua wadada, mabinti, makanisani, mabarabarani, full time wako juu, wako karibu na wewe na una duka, unawauzia nguo, lakini sikuwahi kuzini mpaka nikaja kuoa. Means kakazi kidogo tulikokuwa tunakafanya pesa ilikuwa inashikika. Kwa hiyo kujenga ilikuwa rahisi, na sio kwamba nilijenga nikawa na uwezo huo. Nilikuwa na uwezo. Mimi nilikuja Dar es Salaam 2007 sio kuimba. Nilikuja nitaka kufungua duka Kariakoo, niwe naenda China. Kariakoo. Yes, na nililipia kabisa. Nilichokuwa na mtaji wa nilipata kabisa chumba. Ile nataka kulipia, yule aliyekuwa anadhamini akatiwa shaka, wakachukua wengine. Baada ya hapo Mungu aliingilia kati kuzivuruga zile biashara, kwa sababu aliniona ningefaa kwa jambo fulani aliyokuwa ametaka. Wengi kama kuna mhubiri ambaye ungeweza kuwa tajiri ndani ya nchi hii. Tajiri wa kutupwa. Sikuwa kutembelea tu matoroli tu ambato ni watoto wangu tunao. Baadaye mimi nikawa nataka kununua kengine kama milioni ngapi 5 baada ya kuuza niko kuwa nako nataka kununua. Ndio akasema mchungaji, basi tembelea hapo akapunguze mafuta, kwa sababu akali mafuta mengi. Lakini sikuwa kutembelea tu matoroli hutu, sikuwa kukaa kwenye mazingira kama haya, kwa sababu maisha yangu ni wale wanaosemaga wana nyota kubwa, si nyota inayong'ara. Mimi tangu 2003 nilifanya biashara, ni mtu ambaye nilifanikiwa sana kwenye biashara. Mimi nimejenga nyumba Dar es Salaam hapa na miaka 21. Miaka 21. Nikiwa na miaka 21. Nilikuwa nimemaliza nyumba vyumba 7 Mbezi. Miaka 21. Nikiwa na miaka 21. Na nimejenga nikiwa kijijini Tukuyu Mbeya. Natoka Mbeya nanunua uwanja hapa, nikanunua uwanja 2003. Nikaanza kujenga 2004. Wakati unafanya biashara? Wakati unafanya biashara ndogo ndogo tu. Kwa hiyo kwenye masuala ya biashara mimi uwezo wangu ni mkubwa tu, naweza nikawa na mafanikio makubwa sana. Mimi nimewahi kusimamia malori ambayo yamekuwa kwa jina langu. Lakini tulikuwa share na mtu. Mko share na mtu? Share na mtu. Malori yalikuwa 3. Mawili na magari madogo mawili. Nimekusumia tulikuwa share na mtu baada ya kuona ni kama anazongwa na watu na kuonekana kwa sababu alikuwa dadangu. Nikaonekana kama mimi napata sana kutoka kwake. Niliamua kuviacha vyote. Ingawa tulikuwa share, lakini mimi niliacha vyote. Yaani kwamba yeye anakuona kwamba wewe unafaidi, sio yeye wa nje. Wanamchochea. Sasa nikaona wanaanza kutukana uchaji wangu kwa Mungu. Sasa mimi ni afadhali niache vyote. Ndio maana nimekwambia hata bila charge kabisa. Niliacha vyote, na ukumbuka hayo malori yako kwa jina langu. Sio yako kwenye jina la kampuni. Yaani kampuni ndio mimi. Lakini niliyakabidhi na kadi kumkabidhi na mkataba wa wabadilishe majina ya malori. Wakabadilisha na sikuchukua hata shilingi 100. Na hadi sasa hivi hapo walishayauza. Aliuza nani? Tulikuwa na share naye, alifariki. Alikuwa dadangu kabisa wa damu. Kwa walio nje wale wa familia na wengine ambao ufahamu wao ulikuwa mdogo, walimchochea kwa baadaye alipofariki wakauza kwa ajili ya watoto wake. Na vitu kadhaa. Hawakujua kwamba wewe unahusika kwenye hayo? Walikuwa wanajua, lakini unajua tena hivi vitu ni kama kila mmoja anataka apatepo. Kwa hiyo lazima ingia kisi, pengine mimi napata sana. Kwa pengine kuna wivu fulani, kama hivi Waswahili wanasema undugu ni kufaana wala sio kufanana. Kwa baada hapo walichukua vile vitu. Kwa hiyo mimi kwenye maisha si mtu fulani ambaye naweza kushindwa mahali. Ni mtu naweza kuweza chochote. Ndio maana mpaka leo kusema niache uchungaji nitafanikiwa sana. Kwenye biashara, kwenye kazi zangu, kwenye maisha yangu.
mpaka leo ukienda Mbeya pale, mke wangu anafanya biashara, ana duka, kana kaduka kadogo. Kwa hiyo sisi chakula sasa tutegemee tu waumini watachangia chochote au la. Kwa sehemu kubwa tunatumia chochote tunachokuwa nacho, hasa kinachopatikana katika yale machache tunayoyafanya. Sawa. Ngoja turudi kidogo mchungaji hapa, utupe sile kidogo. Rudi sasa uweke deadline ya muda tuishie muda, kwa sababu kuna watu wengine wananisubiri. Kuanza kuweka maswali yako ambayo yatafika mwisho. Sawa. Uliwezaje kwa umri wako mdogo sana kujenga nyumba Dar es Salaam miaka 21, wakati huo bado unakaa Tukuyu? Mimi nasema kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Acha hii iliyoko barabarani humo, lakini kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Mtu akimcha Mungu kabisa, yakikutuma ni ujenge, ufanye maendeleo, ni rahisi sana. Kwa sababu kaka, tukimcha Mungu starehe zinapungua, hatuongi wanawake. Hicho chanzo. Tukimcha Mungu hatuongi wanawake. Tukimcha Mungu hatuendi kwenye matamasha, kwenye hafla, hatuendi kwenye matukio mengi yanayotumia pesa. 2, tukimcha Mungu hatuendi kwenye vijiwe. Yaani kumcha Mungu kabisa kule, uendi kwenye vijiwe, maana yake full time ni kazi sana, alafu mianya ya pesa kutoka ni midogo. Kwamba upatikani kwenye matukio yale. Upatikani kwenye matukio yote ambayo husababisha upate pesa, utumie pesa. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta unapata kidogo, hakina kwa kwenda. Unapata kidogo, hakina kwa kwenda. Mwisho wa siku ni rahisi tu kuona hebu sasa ngoja ninunue uwanja, hebu sasa ngoja nijenge nyumba. Kwa hiyo mimi mlango mkubwa wa kujenga nyumba, mimi ni wale waliookoka kabisa, wale wanaookokaga kabisa. Tangu niokoke 2001, nimekuja kwa 2009 sijawahi kuzini na mwanamke. Nimekuja kwa 2009 sijawahi kuzini na mwanamke. Na mimi nimeokoka nilikuwa famous, mimi nilikuwa nacheza mpira. Kwa hiyo nilikuwa najulikana sana. Kwa hiyo ni 2001 2002 nikaanza kufanya biashara, nikawa bonge la tajiri. Hizi pikipiki hizi bodaboda hizi, zamani kuwa na mtu mwenye pikipiki ni tajiri kweli kweli. Kwanza hazikuweko, mimi nilikuwa kama mtu wa 3 hivi kumiliki pikipiki Tukuyu mpya. Nilikuwa kama mtu wa 3 wilaya ya Rungwe yote kumiliki pikipiki hiyo mpya. Ni kijana mdogo. Hiyo pikipiki mnazo sasa hivi za kawaida tukana nunua 700,000 hapa Dar es Salaam. Sanero hizo tukana nunua 700,000 hapa Dar es Salaam. Wakati huo ndo zinaingia. Mimi ninunulia Mbeya 900,000. Lakini hapa Dar es Salaam ilikuwa 700,000. Na ukumbuke thamani ya pesa yetu toka mwaka 2000 mpaka leo sio kwamba ina tofauti kubwa kivile. 700,000 ya wakati ule inaelekea na tu mpaka sasa pengine inaweza kama 1,400,000 na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo kipindi hicho kumiliki kiasi hicho cha pesa, kuwa na pikipiki, kijana full time napiga suti, wewe jua wadada, mabinti, makanisani, mabarabarani, full time wako juu, wako karibu na wewe na una duka, unawauzia nguo. Lakini sikuwahi kuzini mpaka nikaja kuoa. Means kakazi kidogo tulikokuwa tunakafanya pesa ilikuwa inashikika. Kwa hiyo kujenga ilikuwa rahisi, na sio kwamba nilijenga nikawa na uwezo huo. Nilikuwa na uwezo. Mimi nilikuja Dar es Salaam 2007, sio kuimba. Nilikuja nitaka kufungua duka Kariakoo, niwe naenda China. Kariakoo. Yes, na nililipia kabisa. Nilichokuwa na mtaji wa kutosha. Nilipata kabisa chumba. Ile nataka kulipia, yule aliyekuwa anadhamini akatiwa shaka, wakachukua wengine. Baada ya hapo Mungu aliingilia kati kuzivuruga zile biashara, kwa sababu aliniona ningefaa kwa jambo fulani aliyokuwa ametaka, la ambalo ndilo sasa. Kwa hiyo nilikuwa na uwezo, si ule mdogo. Nilikuwa na uwezo wa kufanya chochote na kwenda hatua yoyote, sio nyumba tu. Sawa. Kwenye mafanikio huwa kunakuwa na maneno mengi mabaya. Kwa upande wako maneno mabaya ya kujitokeza, ushakuwa kijana mdogo, unamiliki pesa, maneno mabaya yalitokea sana. Ni kawaida. Yalikuwa kwenye mafungu mawili. Moja,
kwa sababu dada zangu walikuwa wanaishi Zambia, walikuwa wanasema dada zangu ndio ambao wananisaidia, lakini wakati mimi dada zangu ndio nilikuwa nawasaidia. Cha pili ni uchawi. Sasa ni uchawi kwamba huyu utakuwa ni mchawi, lakini kwa waliokuwa wananifahamu kabisa pale Tukuyu walikuwa wanafahamu huyu kijana kaokoka. Mimi nilikuwa naitwa mchungaji tangu niokoke, kwa sababu ya uvaaji wangu, lakini pia maneno yangu. Mimi ni mtu wa kuomba sana, kwa sauti yangu muda mwingi ilikuwa kama imekwama hivi, kwa nzito. Kwa hiyo kwa sauti tu mtu anajua huyu ni mchungaji. Lakini mbili, wanapoona mabinti wengi upapalika juu yangu, mimi sijawahi kuwa na namna yenye ukakasi, basi walikuwa najua kwamba huyu anafanikiwa kwa sababu ya ulokole wake. Lakini maneno hayo mengine ni mchawi yalikuwa ni kawaida. Maneno mengine yanasaidiwa na ndugu zake yalikuwa ni kawaida, lakini kweli ni kwamba mimi ndio nilikuwa nasaidia ndugu. Yes. Sawa mchungaji, kwa kutokana na muda wako ambao unasema kwamba ni mchache, tungependa tumalize neno lako moja kwa wale ambao wanakutizama. Neno moja ni kwamba mimi nimefungua mlango wa mwandishi yoyote kuhoji, kwa sababu nafahamu vyombo vya habari vinaweza vikatumika kuingiza mtazamo sahihi juu ya ubinadamu wa wanadamu, na kwamba wanadamu waweze kujua kwanza watu walionyooka kabisa, wema kabisa, ambao ukimfuatilia kwa matendo, kwa maneno na kwa maisha yake utamuona. Jambo bado hujajua, sijakwambia hapo nyuma, mimi katika kumiliki malori yote sikuwahi kutoa rushwa. Ungewahi kutoa rushwa? Sikuwahi kutoa rushwa. Tangu nianze kumiliki magari pikipiki 2004 sijawahi kutoa rushwa. Niwahi kutoa rushwa? Sijawahi kutoa rushwa. Kumpaskali kuna wawili walifanya kama wanyanyang'anya tu, wakaniambia wewe dogo, kwa sababu nilikuwa pale Tukuyu. Wale bwana matrafiki nitumie, walinyang'anya tu, sio niliwapa rushwa. Bwana wewe tunakujua tu, tupe tu. Walikuwa nakosa lolote? Kosa walikuwa nakupa lolote. Pengine hiyo tu ndio naweza ikiingizwa kwenye rushwa, kwenye hiyo ambayo dogo tunakujua, wala kuna shida, mimi na shida fulani hapa na 2000, hebu nipe. Akajieleza pengine hiyo ndo unaweza kaita rushwa. Nje na hapo mimi huwezi kuita, kwa sababu mtu kashajieleza kwamba na shida. Sasa sikakusimamisha kana kwamba unakosa kwenye pikipiki yako au kwenye nini. Pengine kwa hiyo unaweza kaingiza huko. Wakati wote nimekuwa na malori yamepigwa popote inapokamatwa. Kuna lori lilisafiri trip 50 toka Ntokela kwenda Tunduma, lilipigwa faini 49. Manake kila siku faini 49. Trip 50 faini 49. Kila siku lilipigwa faini. Ilibidi zichukue zile karatasi, wakati wale walikuwa napiga faini kwa makaratasi, nilipeleka kwa RTO. Nikasema naomba mnionyeshe lori lingine lolote lenye faini kama hizi. Lolote. Kabla sijapeleka kwa RTO, kuna askari mmoja ambaye mpaka sasa hivi ni muumini wangu. Alipoziona zile faini akasema, isipelekeni kwa RTO, nyie hamwezi mkafanya biashara ya lori kwa faini kama hizi. Pelekeni watafute njia ya kuwatambulisha kwamba nyie ni watu wa haki. Nilipopeleka kwa RTO, wakati alikuwa ni mama mmoja hivi, sasa hivi yuko makao nadhani. Nilipopeleka akasema, mchungaji, nakuomba tuuza hilo gari. Nakuomba tuuze. Uza tu hayo magari. Sina njia ya kukupa ulinzi na usalama, kwa sababu hawatanielewa. Uza tu hayo magari. Wewe tumekujua ni mtu wa haki, na haiwezekani tukubadilishe, lakini pia na wewe uweze kutulazimisha barabarani askari wote watende haki kama unavyotaka. Sababu tumekuona umeleta gari hapa kituoni. Kagweni ile gari ina kasoro gani? Ulipeleka na gari? Nilipeleka na gari. Nasema kwa sisi hata litoke hapa likifika pale kupiga faini, tutakupiga faini. Kwa hiyo uza tu gari. Ndio ilikuwa mwanzo mimi wa kupaki yale maroli na kuacha kuyasimamia, kwa sababu niliona yananinajisi. Kwa hiyo watu wafahamu watu wema wamo duniani. Tunatakiwa kuwa wema.
hakuna hasara yoyote. Hakuna hasara yoyote. Mimi hapa nilipo kwa sehemu kubwa ni kweli sina mali, lakini ni mtu ambaye popote nitakapoingia mtu ana uhakika kwamba akiharibiki chochote, siendi kuharibu chochote. Ni mtu anayeweza kuongea na mtu yoyote akasikia vizuri. Naamini hata interview yako hii, sehemu ya watakaoangalia wengi utaona watasikia vizuri. Wewe wengi, wewe wachache, utaona watasikia vizuri. Anyway, wapo wanaosema unajivuna, unajifanya, lakini haya maisha nimewafanya na watoto wangu wengi wanaishi maisha aina hiyo. Ukimwona huyu katoka Kahama, nimekuja tu tukutane naye hapa, na wenyewe wanajitahidi sana kuishi maisha aina hiyo. Kwa hiyo naamini kizazi chenye haki kinaweza kutokea. Si rahisi, lakini kinaweza kutokea. Watu wote, wito wangu, watafute aina maisha ya haki yapo. Tushirikiane kupinga ubaya, ingawa ni hatari kuwapinga wabaya, kwa sababu wananufaika na ubaya huo. Lakini tupinge, tushindane nao. Mungu anaweza akatusaidia tukashinda. Tunaposema Max Media tunamaanisha habari ya mjini. Yes, tunasema Max Media kwa sababu kila habari ya mjini lazima uipate. Lakini usisahau kitu kimoja, inabidi usubscribe, ucomment, alafu ulike. I say utakumetisha sana. Kila jambo la mjini likiibuka utaambiwa kutoka Max Media. Allah. Mimi ninunulia Mbeya 900,000. Lakini hapa Dar es Salaam ilikuwa 700,000. Na ukumbuke thamani ya pesa yetu toka mwaka 2000 mpaka leo sio kwamba ina tofauti kubwa kivile. 700,000 ya wakati ule inaelekea na tu mpaka sasa. Pengine inaweza kama 1,400,000 na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo kipindi hicho kumiliki kiasi hicho cha pesa, kuwa na pikipiki, kijana full time napiga suti, wewe jua wadada, mabinti, makanisani, mabarabarani, full time wako juu, wako karibu na wewe na una duka, unawauzia nguo. Lakini sikuwahi kuzini mpaka nikaja kuoa. Means kakazi kidogo tulikokuwa tunakafanya pesa ilikuwa inashikika. Kwa hiyo kujenga ilikuwa rahisi, na sio kwamba nilijenga nikawa na uwezo huo. Nilikuwa na uwezo. Mimi nilikuja Dar es Salaam 2007, sio kuimba. Nilikuja nitaka kufungua duka Kariakoo, niwe naenda China. Kariakoo. Yes, na nililipia kabisa. Nilikuwa na mtaji wa kutosha. Nilipata kabisa chumba. Ile nataka kulipia, yule aliyekuwa anadhamini akatiwa shaka, wakachukua wengine. Baada ya hapo Mungu aliingilia kati kuzivuruga zile biashara, kwa sababu aliniona ningefaa kwa jambo fulani aliyokuwa ametaka. Hayo ni maneno tunayosema wakati mgumu. Tunajua Mungu tunayemtumikia weza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa hatutamkana kwa kuzifuata njia za uovu. Sasa tunapita kwenye giza nene ambalo limetanda mbele yetu, hatuoni njia. Nasi tumeomba kwa uaminifu sana, lakini Mungu amenyamaza, na kila tunalosema limegeuzwa na kuonekana kuwa ni makosa. Mungu tunakuomba utuangalie sisi
sisi watu wako. Aweza kutuokoa, aweza kutuokoa, hata sipotuokoa bado atabaki kuwa Mungu. Aweza kutuokoa, aweza kutuokoa, hata sipotuokoa bado atabaki kuwa Mungu. Aweza kutuokoa, aweza kutuokoa, hata sipotuokoa bado atabaki kuwa Mungu. Aweza kutuokoa, aweza kutuokoa, hata sipotuokoa bado atabaki kuwa Mungu. Hakuna wa kutusaidia, hakuna wa kubeba huzuni, umebaki Mungu pekee uwezaye kutuokoa. Wanasema mnasema Mungu ashindwi, lakini mbona mnaumwa? Utadhani wasio wema, watu wao ndo hawaumwi. Mungu ashindwi, hata tukifa wote tunao mtumaini, bado atabaki kuwaweza kutuokoa. Aweza kutuokoa, aweza kutuokoa, hata sipotuokoa bado atabaki kuwa Mungu. Aweza kutuokoa, aweza kutuokoa, hata sipotuokoa bado atabaki kuwa Mungu. Hata tukifa wote tunamtumaini, tutarudi kwake. Hakuna mtu utakayekaa milele hapa duniani. Shabikia na furahia maumivu na mateso tunayopitia watu wa Mungu kwa kitambo. Ni kweli tutatangulia, lakini na wewe utafuatia. Kumbuka enzi zile za kale, wakati wa baba zetu wa imani walio sababu ya Biblia kuandikwa, waliteswa, waliumizwa na hata kuuawa. Lakini cha kuumiza ni kwamba hata wale waliowatesa na kuwaua nao wamekufa na majina yao yamesahaulika kabisa. Kama hamna makusudi maovu katika vitu mnasema tunyamazie, kuna shida gani kulazimisha wengine badala ya nyie kuacha uovu? Mkiacha uovu mnaogopa nini tena? Kwa hayo mnasema tunyamazie, mjue tu mna makusudi mabaya. Kwa hayo mnayosema tunyamazie. Najua huu ndio wakati ulionywa na Roho, kwamba itatokea dhiki ambayo kabla yake haijakuwako. Aweza kutuokoa, aweza kutuokoa, hata sipotuokoa bado atabaki kuwa Mungu. Aweza kutuokoa, aweza kutuokoa, hata sipotuokoa bado atabaki kuwa Mungu. Hayo ni maneno ya shujaa Mbarikiwa aliyo ya nukuu kwa mashujaa kina Shedraki walioweka msimamo wa kutoisujudu sanamu, walioamrishwa na mfalme ili wainamie. Wote walinama, wakabaki wanaume watatu. Wao wakasema Mungu wetu haweza kutuokoa. Ni kweli, ni kama haonekane, ni kweli, ni kama atatuacha, lakini tunaamini Mungu wetu haweza kutuokoa. Na ndivyo ilivyo kwa kizazi cha sasa. Shujaa Mbarikiwa ni kama yuko mwenyewe
mambo yanaharibika, wote wamejificha, eti wamemwachia Mungu, wao wanaendelea kuomba. Wengine wanasema tuko nyuma yako, ila wameinama kwa ile sanamu, wote wamesujudu. Ila mwanaume huyu yeye kaweka shingo yake lehani, kama Mungu ataniokoa, hata siponiokoa na muamini. Aweza kutuokoa, aweza kutuokoa, hata sipotuokoa bado atabaki